Okay, sorry for disturbance, but jeshi la polisi linapenda kuhakikishia usalama wako wewe pamoja na wananchi. Tusamehe kwa kukuhisi vibaya. Na tunahitaji ushirikiano wako kwa sasa. Okay, nimeelewa. Okay, asante. Unaweza mkaenda. Sema cheka kitu kinacho. Hapo chora. Oya, unataki au? Hata kuchomchoma na hadithi ndio toe. Sawa, unatoa. Kumani msema mata. Cheki na kabo. Unakaka kizembe. Shida nini mwanangu? Oya. Tuko kazini. Mbea babu. Chapu. Achana bwana, na mambo mengi ya kufanya na nichelewesha. Hao ndugu zako wangekuwa na utu kidogo, ngoja hata kubedi wanisaidie. Nimeshachoka mimi sasa. Tuna wanaenda pakati wao huko. Odi. Odi. Karibu. Mwangu. Asante. Mgonjwa anaendeleaje? Anaendelea vizuri za siku. Ni njema kabisa. Unaendeleaje? Mambo kidogo sio poa. Kwa nini shema? Ni siku ya 3 hii mke wangu haonekani nyumbani. Nikaja labda amekuja huku kwako. Shem, jana juzi hajalala nyumbani ulikuwa kimya tu ndo unakuja leo. Hivi upo serious kweli? Nilikuwa na wasiana ndugu zao. Maybe labda yupo kule. Ndugu zake wanasema hayupo. Mimi nikaja labda ameamua maana yule siku ngapi hizi of course tumekuwa tunakwazana. Nikahisi labda pengine amechukia labda amerudi kwao, lakini kwao hayupo. Kwa rafiki zake hayupo, wewe ndio uliyebaki. Na nilikuwa nakupigia simu ulikuwa upatikani, maana wewe ndio unajua ndio rafiki yake mkuu. Nikaona leo sio mbaya nije. Nimetingwa Shem, kama unavyoona hali ya mwenzako wewe. Sina mtu yote wa kunisaidia. Kipi sasa? Mwanako anakaba kila mtu aelewi, yani haambiliki mwanetu. Yani unamwelekeza anaingilia huko anatokea huko. Yani kila mtu anamkaba. Alimkaba nani bwana? Wewe hujasikia tu juzi hapo katoka kukaba sijui nani kaitiwa mwizi. Anakaba tu yule, tamaa zimemponza. Mimi ndo nakupangilia mwanangu. Yani kicha wetu aelewi. Sema yule atakuja kukamatwa. Yule akija kuhusika kwenye matatizo, yani mimi sihusiki kwa chochote. Yani mimi msije mkanishirikisha, yani hapo. Mimi najitoa, yani ndo nawaelekeza. Pokea basi. Wewe. Halo? Uko wapi? Niko kitaa. Basi ongea kama mwanaume bwana. Kitaa nini? Sikiliza, na nili yuko wapi Nasho? Mwenzio yuko wapi? Mtakuwaje mbali na nyinyi wakati misho muda wote natokea? Sikiliza sasa nikwambie. Unanisikiliza? Okay. Naomba
Umchukue kijana yoyote hapo kitaa, uje naye hapa nyumbani fast dakika moja nataka nikuhitaji hapa. Nakuhitaji sasa hivi dakika moja, faster. Fanya haraka. Sawa. Kuna dili limetokea mwanangu. Dili gani? Sawa ndo mambo. Naomba hiyo maiti mnapoipeleka, yaani muipoteze kabisa, yaani ikiwezekana mpeleke hata kwenye bwawa la mamba. Songo. Yaani apotee, yaani isionekane ushahidi, hakikisheni ushahidi usionekane. Okay, sawa. Karibu. Wewe. Unafuata nini hapa? Muda huu unakuja bila taarifa nyumbani kwa mtu. Bosi samahani. Nilikuwa na shida kidogo. Shida gani? Bosi. Ni siku ya 3 hii simuoni mke wangu nyumbani. Kwa mimi ndio kituo cha polisi hapa. Hapana, ila taarifa nilizopata nimeambiwa yupo kwako, ameonekana mahali hapa. Ameonekana kwangu? Ni taarifa umetoa wapi? Bosi, mimi naomba uniambie tu kama mke wangu yupo na kuomba. Sikiliza, mimi sina mazoea na mke wako. Umeelewa? Sasa inakuwaje afike hapa? Naomba nisikilize France. Wewe ni mwanaume mwenzangu. Hebu nifikirie hili. Mimi nimeambia kwamba mke wangu yupo hapa na nimesema hayuko hapa. Basi kuwa muelewa. Jaribu kuwa muelewa. Hapa siwezi Sikiliza, kwanza ni mke wako wewe. Haiwezekani aje hapa nyumbani kwangu kufanya nini? France, mimi sina mambo mengi. Hili jambo likifika kituo cha polisi, na endapo kama wewe unajua mke wangu alipo, kwa sababu mimi watu zaidi ya 3 wameniambia, ina maana watu wote wanidanganya kwamba yupo kwako. Sawa, mimi naenda na kuheshimu sana kwa kuwa wewe ni kama bosi wangu. Okay, unaweza. Ila endapo mke wangu akajulikana kwamba unaweza ukaenda. Mimi nimekwambia si mke wako hawezi kubaki hapa. Okay, fine. Sina maswali na mke wako. Na mambo yako kichwani. Unaweza ukaenda. Sije kumchanganya. Shem. Uko hapa kweli? Shem, kikweli nimechanganyikiwa. Ndio wewe mke wako anakupa stress. Sasa nitafanyaje? Yaani kila sehemu nimeenda kuulizia wanasema hayupo. Nimeenda kwa France hayupo. So we Shem, ulitaka ufike pale ugonge mlango uingie umuulize France mke wangu yupo, aseme ndio yupo chumbani. Ndio ulitaka iwe hivyo. Hata ningekuwa mimi France, yaani nimeiba mke wa mtu, mume wake anakuja kumuulizia niseme yupo. Nimejaribu hata kumtishia France kwamba mimi nitakupeleka kituo cha polisi. Mke wangu yuko wapi? Amesema hayupo. Shem, mimi nakwambia tu kweli. Angel hamna mahali yuko. Zaidi ya nyumbani kwa France. Unajua Shem, nimeanza kuwa na hisia mbaya kuhusu mke wangu. Hisia mbaya? Kama yaani moyo wangu unaniuma sana. Kama kwako hayupo, kwa France hayupo, atakuwa yuko wapi? Na wasiwasi kuna yote baya limemkuta. Tema mate. Usifikirie vitu vya ajabu kabisa. Mimi ninakwambia, mke wako yule hamna kitu kibaya chochote kilichomkuta. Zaidi ya kuendekeza hayo mapenzi. Lakini tu kuna jambo moja nataka nikwambie.
usije ukajipa stress sana. Acha mimi niende huko kwa France nikaone nitapata chochote. Mimi kule nikifanikiwa kuona kitu chochote, I promise nitakupigia simu. Okay, sawa. Kuna nini? Kuna shida? Nichokiona huko. Nini? Umeona nini? Vijana wa France wamebeba maiti. Maiti. Wewe. Unajua unaongea kitu cha hatari wewe. Nimeona kwa macho yangu mwenyewe. Haki ya Mungu. Sasa hiyo maiti unavyoona yeye imekaje anaweza kaa mkaka mdada au inaonekana wa kike. Kweli? Wa kike. Kwa hiyo umesema umekutana nao huko? Huko. Nashukuru. Asante kaka. Sawa. Sitaki kuamini. Unajua mimi nilijua wewe ni malaya tu. Kumbe pia ni muuaji. Mimi sio muuaji. Wala sina nia kuua mimi. Mimi sio muuaji. Yeah. Chezea akili za hao wengine, lakini mimi huwezi kunidanganya France. Nakujua inside out. Kitu ukifanya najua na usipofanya najua. Kile bwana. Naomba niambie ukweli. Ukweli gani unaona? Umefanya nini rafiki yangu? Umefanya nini rafiki yangu? Unataka ujue ukweli gani? Rafiki yako gani? Unanitisha. Unanitisha. Sikutishia, nakwambia ukweli. Sikiliza baba. Sheria itafuata mkondo wake. Sheria gani ambayo unaijua wewe? Sasa nisikiza nikwambie. Na unisikilize kwa makini mtu wewe. Unanisikiza baba mdogo? Taarifa zako zote ziko hapa. Najua ukweli wote. Wewe ni mnyama. Wewe ni mnyama. Wewe sio binadamu. Lina, na usikilize. Unajua jinsi gani nilikuwa nampenda? Jinsi gani nilikuwa nampenda hicho hapo unaniambia mimi hivyo. Nampenda hicho. Ukiendelea kuinua hicho kinywa chako, kitakachokuta ni hali yako. Excuse me. Wewe ukweli ushajulikana. Na nakwambia, nikwambie kitu kimoja ambacho ukijui utatumikia kifungo chako.